huwa wanaongeza, wanachukua muda wa kukaa ili ile ushirika usije kudumu na kuwa imara. Na sisi tunaposhirika na Mungu, lazima tutoke kwa njia ya kuwasiliana na Mungu. Njia pekee ya kuwasiliana na Mungu ni kupitia maombi. Mtoto wa Bwana unapookoka, unaposhirika na Mungu, lazima uwe wa maombi ndio msingi wako. Maombi yatakujenga kwa sababu kwenye maombi ndipo mahali pa kukutana na Mungu. Maombi ndio mahali pa kukutana na jibu yako. Unapoingia kwenye maombi, mahali pa kuwasiliana na Mungu, ndio mahali ambapo Mungu atakuelekeza kwamba jambo hili usifanye, jambo hili lifanye. Hapa kanyaga, hapa usikanyage. Sehemu yako ya maombi. Sasa unaposhirika na Mungu, alafu kama sio kuombaji, tayari umemtenganisha na Mungu. Ni kwa kuwa uhusiano wako uko dhaifu. Kwa sababu yale maombi ndio njia ya mawasiliano ya kuhusiana na Mungu. Na ndipo unapoona uimara wa ushirika wako wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Muda wangu unakimbia. Nimalizie mfano wa mwisho. Alafu twende tukaombe. Mfano mwingine tukiona kitabu cha Kutoka kuanzia sura ya 3. Kitabu cha Kutoka sura ya 3. Sura ya 3. Nikisoma baraka mstari wa kwanza mpaka wa 10. Biblia inasema, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto, nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa, na sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti. Akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Umeona mahusiano kati ya Mungu na utakatifu. Yaani Mungu bado ni mtakatifu. Kwa hata ukienda kwa utakatifu, atakwambia tu hapo ulipo ni mahali patakatifu, vua viatu vyako. Kuonyesha kwamba ni namna gani Mungu yeye hachangamani na uovu. Tunaendelea. Akasema, sura 6. Tena akasema, mimi ni Mungu baba yako, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akaficha uso wake, kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Misri, niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema, kisha pana nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Kanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao, ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapa tunaona namna gani Mungu aliwasiliana na Musa. Baada ya Mungu kuongea na Musa, kumpa maelekezo ambayo nimeyasoma hapa, ni habari ndefu na ni ili jambo ni la mchakato mrefu. Sio jambo la muda mmoja au ni jambo labda ambalo lingefanyika kwa siku moja. Lakini Musa alimwamini Mungu kwamba Mungu atakuwa pamoja na yeye hata kama ili jambo ni la mchakato mrefu. Kwa hiyo Musa akaanza huo mchakato, akaingia nchi ya Misri, akampata Farao, akaanza kuongea naye. Na haikuwa rahisi kama Musa alivyodhani. Haikuwa rahisi. Musa akapambana lakini kwa Farao kama Mungu.
Sasa ukiangalia Musa akienda kwa Farao akiongea naye, Farao akiwa na moyo mgumu, Musa anarudi anazungumza na Mungu. Unaona? Anaongea na Farao. Farao akiwa na moyo mgumu, Musa aendelee na Farao. Sasa ukiona iko na Farao, mimi na Farao ndugu zangu tunaweza kumshinda Farao, lakini yupo Mungu aliyemtuma. Anarudi kwa Mungu mwenyewe. Mungu wewe, kuna hivi na hivi, Mungu anataka maelezo mengine. Anarudi kwa Farao. Maana yake ni kwamba Musa hakuifanya ile kazi kwa akili zake. Musa hakuwatoa wa Israeli nchi ya Misri kwa nguvu zake. Aliwavusha pale kwa msaada wa Bwana, na ni kwa sababu alitumwa na Bwana kuwatoa kule. Kwa hiyo tunapotengeneza maisha ya kutembea na Mungu, kuna mazingira Mungu atakutuma ukafanya jambo fulani, nenda kafanye kwa sababu ni Bwana amekutuma. Usifanye vitu vingine kwa mazoea tu, kwa sababu mimi naona hiki nikifanya au kuna uwezo wangu kufanya nikafanya. Kama Mungu alikutuma kufanya jambo, usifanye, kwa sababu Mungu ndiye anayeamuru ulifanye na ndiye atakayekusaidia kulifanya hilo jambo. Kwa upande wa Musa angeamua tu, sababu Waisraeli damu yake, angeamua kupigana kwa nguvu za kawaida kwenye vifungo wa mwili, asingewatoa kule. Lakini kwa sababu alikuwa ametumwa na Bwana, alienda kwa msaada wa Bwana. Na ndio maana alikuwa akiongea na Farao akiwa na moyo mgumu, anarudi kwa Mungu. Mungu anaongea naye. Kwa hiyo unaona kuna ukaribu kati ya Musa na Mungu, walikuwa wanazungumza. Tena unataka kusoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 34 kule mwishoni, Mungu anamwambia Yoshua kwamba Mungu anamwambia, anasema hivi, anasema baada ya Musa kufariki na kupumzika, alisema Musa alifariki katika umri wa miaka 120. Lakini hiyo miaka 120 hakupungukiwa nguvu za kuona wala nguvu za mwili. Na gani? Kutembea katikati ya uwepo wa Mungu, kuwa na ushirika na Mungu. Hakuna sijui nisemeje. Yaani kwa mfano huu tunaona kwamba Musa alifariki katika miaka 120, lakini alikuwa anaona. Na bado alikuwa na nguvu za kutembea na kujiongea sehemu moja na nyingine. Tayari alikuwa na ushirika na Mungu. Ule ushirika na Mungu ulifanya uzee wake ukarejeshwa kama tai. Biblia inasema uzee wako utarejeshwa kama tai. Kuna maana kuna uzee wa ubaya na kuna uzee wa mema. Mungu anakupa uzee mzuri. Unaweza ukazeeka wewe bado una nguvu na ni kijana, kwa sababu uko unatembea na Mungu, una ushirika na Mungu. Musa alifariki alikuwa bado na nguvu za kuona. Alifariki bado alikuwa na nguvu za kutembea, kwa sababu alitembea na Mungu tangia akiwa mdogo na alikuwa kijana. Mungu akamtumia Musa akaenda na kubali kutumika. Unapotembea na Mungu, Mungu atakutumia kwenye vitu mbalimbali. Mungu atakutumia kwenye mambo mbalimbali, atakutuma kufanya kwenye mbalimbali. Nyenyekea, Mungu akutumie. Lakini Mungu hatumii mtu mwenye sifa. Mungu anatumia mtu aliye tayari ampe sifa ili amtumikie. Tusije kwa vigezo fulani, kwa mimi na sauti nzuri ya kuimba, nitaimba tu. Hapana. Kama Mungu amekupa sauti ya kuimba, nyenyekea ili Mungu akutumie. Kibinadamu Musa hakuwa na sifa ya kuwatoa wana wa Israeli kule Misri, kwa sababu